Yaani unavyoniambia mdada anakutokea, sijui mdada, sijui jini, yani hapo unakuwa sikuelewi. Kwa sababu masuala ya kutokea nayo masuala ya kwenye movie ujue. Unavyoniletea masuala ya kutokeana live mji huu unakuwa sikuelewi. Kwa sababu masuala hayo masuala kwenye bongo movie haya. Tukiangalia bongo movie ndio tunaona fulani kamtokea fulani sijui hivi na hivi selenge kibao. Ila sasa mimi unavyoniambia mdada anakutokea kwenye ndoto au vipi? Mwanangu, hii si movie wala si ndoto. Hii ni kweli. Na sijui unanisaidiaje. Yaani wewe umuone jini, wewe hapo wewe. Umuone jini afu watu sema mwanangu kazi zako za makaburi hizi achana nazo. Kwa sababu wewe haiwezekani eti live maisha ya ukweli. Mtu akae tu anze kutokea wewe. Ukitokea wewe umebwana. Umekuja tena. Kwa hiyo unataka nini? Niambie basi. Mkenya. Oya kaka. Oya. Huyu kapagawa huyu. Mwanangu mimi nakwambia kazi zako za makaburi hizo achana nazo hizo. Amekuja tena. Unapagawa. Wewe nisikilize mimi. Wewe unapagawa, wewe mimi nakujua. Kazi za makaburi hizi ziache. Hizi kazi za wazee hizi. Mimi nakwambia kweli kaka. Mkenya, nimekuita mara 3. Kazi hizi achana nazo. Mwanangu bora uwe nini pusha. Ila hizi kazi za makaburi hizi, achana hizi kazi za wazee hizi. Hizi kazi hizi achana nazo. Unapagawa na watu lazima watakuona chizi. Na sio chizi, wewe kweli unakuwa chizi. Unapagawa kweli wewe. Wewe nisikilize mimi. Si tumekuwa wote mji huu. Wewe unapagawa. Hizi kazi ziache. Achana nazo kabisa. La sivyo ndugu yangu, tutakuona sasa hivi unaokota makopo. Mimi nakwambia mwanangu. Nasikia manyoya kusimama, giza lafunga koo. Jina langu halisemwi kirahisi, mchimba makaburi. Bro, natembea usiku, nafua udongo kwa vidole. Harufu ya udongo mweusi inajaa kwenye mapafu pole pole. Uko wapi? Wewe nimekuja kwa sababu yako. Haiwezekani kila siku unatokea mpaka wenzangu wananiona chizi. Wataka kufahamu sina akili au? Hayo unatokea afu ongei chochote na maisha nini? Sasa nimekwambia hivi, mimi leo nimekuja kwa sababu yako. Haiwezekani mtaani mimi sasa hivi watu waanza kuniona chizi. Kwani wewe nani? Nimekuja. Ekshandu. Mbona utokei? Au sio? Umejificha? Sasa mimi nakwambia hivi, ukijifanya muda wote unaifanya itokea kama itibalia. Mimi nakukata miguu hiyo. Si unajificha? Bali najua tu siku utaleta shobo. Oya. Mama kaburi. Kwa hiyo shamaliza kujificha. Mimi ndo mama ujitokeza au sio? Kwa muda wote mimi nakuita, uko unasikia leo kwa fahamu kusudi. Sikiliza. Mambo unayofanya kule mtaani kwangu nimeachoka. Marafiki zangu na washikaji zangu wote wananiona mimi taira. Mimi chizi. Haiwezekani wao wakuoni mimi nakuona. Nimekaaje hii? Au wewe waitimalia?
Nahitaji muda wako mchache unisaidie na shida. Muda wangu? Wewe muda wangu wa nini? Wewe kama nani mpaka uhitaji muda wangu? Naomba niongee na wewe. Sawa. Ila una muda mdogo sana kuongea na mimi. Kwa sababu nina mambo yangu ya kufanya. Siku ya kwanza nilipokuona na nilipogundua kuwa umeniona, niligundua kuwa una nguvu ndani yako. Nguvu ambazo watu wachache sana wanazo hapa duniani. Na ndio maana nikawa nakusumbua mara kwa mara ili unisaidie. Mimi unayeniona hapa ni mzimu. Sio binadamu wa kawaida. Mzimu? Ndiyo, ni mzimu. Nilisha kupaga. Mimi ninavyojua mtu akifa hizi kuishi tena. Kwa nini wewe? Ni mambo makubwa yalotokea hapo nyuma ndio yalonifanya niwe hapa. Leo ni mimi ninayelia kimya. Shemeji. Habari. Kwema za siku? Nzuri za kwako? Jema. Hawajambo nyumbani? Tunaendelea vizuri, sio wewe? Mimi namshukuru Mungu. Ya. Na siku nyingi. Nzuri. Muda sasa. Ni kweli shemeji, tangia rafiki yako afariki hatujaonana muda mrefu. Shemeji, mihangaiko ni mingi. Tunapambana huku na huku kwa ajili ya maisha. Na unakumbuka Twalibu, yule mwanangu? Mwanao? Ndio. Namkumbuka Mwanangu anataka kuoa. Anataka kuoa? Ndio, anataka kuoa. Kakuwa Tumekuza, ashakuwa mkubwa. Ndio. Na amenipa jukumu nimtafutie mchumba. Amenipa jukumu nimtafutie mchumba na nimekaa nimefikiria namna ambavyo tuliishi familia yako na familia yetu vizuri. Tunafahamiana vizuri, nikaona Sasha anamfaa. Sasha wangu? Anamfaa. Jambo jema hilo shemu. Jambo la heri. Jambo la heri sana. Jambo jema, jambo la heri. Jambo nzuri sana. Jambo la heri. Mimi nikaonelea hivyo, sijui unajichukuliaje shemeji? Mimi namshukuru Mungu kweli. Yaani nashukuru, mimi nilichukulia ni kwa uzito. Nashukuru kwa sababu tunajuana, itakuwa hamna shida. Sawa. Sawa, mimi nakushukuru shemeji. Uwe na siku njema. Haya, sawa. Kesho ni wewe, kilia kwa hasira. Wanaapa mbele ya jua, usiku wanafeka kwa tamaa za udongo. Umeshamaliza kuunga maharage? Tayari mama. Mchele umeshamaliza kuchambua? Nimeshachambua mama. Hivi unamkumbuka Twalibu? Twalibu? Twalibu yupi mama? Yule mliyesoma naye? Yule tulikuwa tunagombanaga shuleni? Ndio namkumbuka. Jana tumekutana na baba yake. Kaniambia Twalibu anataka kuoa. Twalibu anataka kuoa? Ndio, mwanangu anataka kuoa. Mwanamke atakuwa na bahati sana atakayemuoa. Maana Twalibu alikuwa mkarimu sana shuleni. Na baba yake kaniambia anataka kuoa wewe. Anataka kunioa mimi? Ndio. Kweli mama? Ndio mwanangu. Wewe mama umelifikiriaje? Mimi naona ni vizuri kwa sababu yule mbaba tunajuana, hata baba yako aliyefariki walikuwa wanajuana na yule mbaba. Mimi naona jambo la heri. Kama wewe mama umekubali hilo swala, mimi sina pingamizi mama. Nakushukuru sana mwanangu. Kaendelea na kazi zako. Haya mama. Binadamu wabaya. Ndugu zangu, karibuni sana. Karibuni sana. Nilituahidi utakuja, hatimaye nimefika hapa. Nashukuru sana kwa ujio wenu. Asante sana. Asante, tunashukuru kwa kukaribisha na Mwenyezi Mungu amejalia tunaweza kufika. Jambo la kushukuru kwa kujali yake. Tunafika tumeita jamani kama tulivyokubaliana. Na kitu tulikubaliana na kinani yote. Asante sana. Asante sana. Nashukuru. Nadhani wenzangu hapa wameona.
Nashukuru sana kabisa. Asante sana. Zangu tumeona wote hapo, imekamilika na hamna tatizo. Najua jambo letu hilo linakaribia kukamilika kabisa, kama nimeshafika hatua hii. Ukabidhi hapo, ningependa kuwaomba tutaje tarehe ya harusi. Sisi katika mgao unagiza mwezi wa 6 tarehe 25 ndio kupendekeza hivi, kwa sababu sisi tumeomba kwa nani mtakwambia pale ni sio semaji ni sisi tu na ndio sababu ya mimi kujua na wakilisha. Kwa hiyo hapo umeupanga, hiyo haina shida. Na haina shida kabisa. Kwa bwana mmepanga nyie. Sisi bwana tutamfikishia binti kabisa. Tutamfikishia ujumbe kwamba mmepanga tarehe hii hapa, binti mwenyewe atupe majibu kwamba hiyo inawezekana ama haiwezekani. Kwa hiyo kutoa tarehe nyingine majibu hapa kabisa haiwezekani. Sana. Basi asante sana. Binadamu wabaya, waseme ni siri, ni mipango ya maisha. Hivi mwanangu, umeelewa kilichoendelea pale ndani? Sijaelewa chochote, na mnagawana hela tu kiuko. Sasha pale amekuja kutolewa mahali, amepata mwanaume huko nchi za nje. Sasha huyu anayeshinda humu ndani anataka kuolewa? Basi vizuri shoga yangu kama anataka kuolewa. Kwa hiyo umefurahia? Ndio, sasa kuna kitu cha kuonea aibu au kuonea haya, kitu kizuri mwenzetu anaolewa. Wewe na Sasha mzuri nani? Sasha hakupati kwa chochote. Idara zote mwanangu umekamilika. Au ule waupe ndio wanakuzingua. Sasa hapa Sasha haolewi. Utafanya nini ili uzuie Sasha asiolewe? Nitamuua. Kwenye kesi ya kuua mwenzangu nitoe. Sitaka kabisa kushiriki kwenye dhambi hiyo. Sipo. Utaki kuolewa? Kuolewa nataka, lakini sio kwa kuua. Sasa sikiliza. Mimi ndio Stella. Wewe utakaa nyuma yangu. Kila nitakachokifanya mimi utanifuata. Sawa? Kama iko hivyo hapo sawa, lakini kwenye kuwa sipo, sitaki. Basi ondoa shaka. Mimi naumaliza mchezo wote na kuachia. Joni wewe sababisha wanaapa mbele ya jua, usiku wanafeka kwa tamaa za udongo, hata macho wanayapeka. Binadamu wabaya wanauza hata damu kwa cheo kidogo, kwa kicheko cha sumu.